safari zao. Tunaandamana na watu waliopanga na wakafanya maamuzi ya kuacha pombe. Katika hii safari tuna mmoja aliacha pombe kipindi cha miezi 9 iliyopita. Kuna mmoja ameacha pombe miezi 2 imepita. Tuna mmoja ameacha pombe majuma tu, pamoja na wengine walioacha miaka 18, ili watie moyo wapendwa hawa, na watasimulia mambo ambayo wameweza kuyafanya baada ya kuacha pombe. Asante. Ni makala ya safari zao msimu wa kwanza. Tunakutembeza kutoka Kihunguro kuelekea Uhuru Park na baadaye Nairobi Safari Walk. Tunaandamana pamoja na watu walioiacha pombe na wakaamua kuacha uraibu na jela ambayo ilikuwa imewafunga kipindi kirefu. Tunaandamana na wao, si safari tu kutembea kwa minajili ya kujifurahisha, lakini ni kujua kwamba tunaenda safari ya mbali. Mazuri tutakayoyaona pale mbele ndio mema na mazuri tutakayopata baada ya maamuzi muhimu tuliyofanya ya kuachana na pombe. Na kukaribisha tutembee kwa pamoja na rafiki zangu ambao tumeandamana nao katika hii safari. Karibu. Nitakuwa na kuelekeza. Asante. Hapa ni Shell Kihunguro na ndipo safari yetu imeanza, na jinsi tutakavyotembea na tuone mambo mengi ndizo safari ambazo wapendwa rafiki zangu watatembea, na najua kwamba wataenda mbali. Tumeanza Shell Kihunguro. Kihunguro ni maeneo ambayo kuna uraibu mwingi hata wa pombe na mambo mengine, lakini kuna hao wenye wameamua kutojihusisha na mambo kama hayo. Kwa hivyo na ndiposa tunatembea kwa pamoja kufurahia safari ambayo wameianza ya kujikomboa na kutotumia pombe mbaya mbovu ambayo inaharibu na inaharibu fedha na hata afya za wengi. Asante, tutaandamana pamoja na wengi, na asante sababu ya kututizama. Asante. Tukiwa njiani kuelekea Uhuru Park, kisha baadaye katika mbuga ya wanyama ya Nairobi, tukajiangalia jinsi mambo yalivyo, vile ambavyo tunatoka Kihunguro, maeneo ambayo yamezama hata katika mambo ya pombe na mambo kama yale. Hivyo ndivyo watakavyoenda mbali tutakapokuwa tukitalii na kuingia Uhuru Park, mahali kuzuri tu, na kisha baadaye Animal Orphanage na kwingineko. Hivyo ndivyo watakavyoenda mbali hapo walipo sasa katika safari zao. Ninaamini kwamba wataenda mbali kwa sababu ya maamuzi mazuri ambayo wameyafanya. Tela moduati nga kulikioro wale mo. Na moduli kani kuena kuwa sheda kwa herero.
Hiyo ni expressway. Ungikatele. Ati thina hii temori ule mangĩgũteithia. Hapa tunaelekea no weka wega reke tũgerere o kuo ũrĩa makauga rĩu nĩ kuma hapa ni expressway, tunaelekea maeneo ya Uhuru Park Express. Yeah. meters. Oh. Ingire. Na rĩu egũkũcokia na kũrĩa ũguo. Hihi no ahĩtũka harĩa ũkwendaga gũkorwo ũkĩgera. No wega wayo no yahiũhia maũndũ. Acha nienda junction haha. Wa Bunyara ya gũikia Bunyara. Ya gũikia Bunyara. Oya gatondo wali. Ogo hera jam. Ino ni Bunyara. Oko ni gũcoka. No roundabout. Hapo tumeingia katika expressway kimakosa tu chini ya kilomita 1 shilingi 170 Kenya. Na ndona ndũingĩrĩte nĩkĩũria ũroria rĩu nditaingĩra Uhuru Park thĩinĩ. Ni safari zao wakitembea na kuburudika hapa Uhuru Park katika mashua. Natembea na marafiki zangu walioamua kujitoa katika minyororo ya pombe. Karia, Tom Mushina, Steve pamoja na mpishi program ya Mighty Men, dada yetu Halima Kasim. Twende safari. Tamas. Alego ni ahore wika, o ni ahore. We hora we wika, we garuruke.
stadi wa mashua Bwana Paul Njuguna, Bwana Rua wamebobea na tunasafiri na kwenda mbali bila kutumia vileo. Baadaye tutakunywa maziwa, tutakunywa chai. Sisi hatutumii vileo. Pamoja na marafiki wenzangu pale, Tom Mushina, Steve Ngoge, Halima Kasim, Derito Gekaria, wote wamekataa mambo ya ulevi. Hawamo tena katika jela ya pombe. Ntumahituke haya yote tunayafanya ili kufurahia pamoja na walioacha pombe. Kufurahia tu sababu ya umbali ambao wanaenda. Tunapofurahia na kushangilia pamoja na wao. Ni safari nzuri walioianza ya kukataa mambo ya pombe Kihunguro, Ruiru na kwingineko. Murenda tuingirire ha? O iria. Iria nitagwitwa. Nigetha tuthitwe mbere yao. Sio tuko. Haya. Huyo ni kiboko katika Nairobi Safari Walk. Tizama jinsi alivyo mnene. Tuliingia hata hapo kujiangalilia kiboko katika maeneo ya Safari Walk. Thomas Mushina pigwa picha katika Nairobi Safari Walk. Jinsi alivyo mkubwa kiboko ndivyo alivyo makubwa maisha yao. Jinsi alivyo mnene ndivyo maisha yao yalivyo. Watu waliojiamulia kuacha kikombe ndio hao wanaojiangalilia kiboko katika Nairobi Safari Walk. Rose Wamboi ndiye tour guide, ndiye anayeonyesha watu maeneo haya. Pale ni Halima Kasim, Rose Wamboi, Gekaria, Bwana Rua, Bwana Paul Njuguna, Steve Ngugi na Thomas Mushina. Tunaangalia haya yote na tumewaleta si kufurahia tu, lakini kuangalia umbali ambao wataenda na kuwapa zawadi ya Christmas ya zawadi ya Disemba kwa sababu ya maamuzi mazuri waliofanya ya kuacha pombe. Asante. Huyo naye ni mwana Simba mtawala
wa mbuga pia walipata fursa ya kujiangalilia wanyama kama wale. Wewe mutubio ni ihitaga. Ino digitaga ire ni wehitaga. Ndona hata ngiona yake sio hodi. Kuyo cia yo. Ona ndicomorete iro cicomora. Ndari zaidi kijasiri. Kwa mundu uchagira huko thini. Alafu no kwamba kumeikeria kana. Acha kumehigira cages ziko hapa, zikikataa tunaiweka tu. Ukataima taraisi hapo ukahigura gahari ukaiga nyama kauma. Ukataima haha. Riu gwikirite hau. Ukahigura kahora haria. Ukaiga. No rero ukiria matumani. Ndari yako ndi guthwo kurora. Uragwira ko uguo. Bado sasa ndio wanaelekea kujiangalilia giraffe. Ya, asante. Ndugetigire no ndugathi na thutha. Ni ikagia mateke. Pia tupata nafasi na fursa ya kujionea twiga. Na jinsi alivyo mrefu, hivyo ulivyo urefu na upana kwa maisha yetu ya nyakati zijazo. Asante. Asante, bado tunaogopa. Na para rafiki yangu soma Filipina. Yaani mnaogopa? Tukijionea twiga. Thomas, maisha itakuwa mrefu jinsi hii. Unaenda mbali. Hapana. Kuja. Na sina kitu, sidhani niko na kitu. Nipige mimi. Ngoja. Ngoja. Ni refu bana. Unaona la gelia. Wahura. Ahura. Tuko hapa na Steve. Tukimwangalia twiga. Tizama alivyo mrefu. Tizama urefu wake. Yakuhure. Maisha yetu ni marefu kupita huyu twiga. Wow. Ude liko ina ni yule icheke. Kana akialia makoro. Nimetembea na wao katika mbuga ya wanyama ya Nairobi National Park. Sasa hii tuko katika maeneo ya safari walk na tumejiangalilia, tumeona wanyama wengi. Miongoni mwa wale ambao tumeandamana nao ni Bwana Roa Kimani, labda atajitambulisha, na ni rafiki yangu muda mrefu
na nampenda kwa sababu ni mmoja wa wale ambao hawatumii kileo. Ana miaka mingi tangu aache unywaji wa pombe, na siku moja aliniambia jambo ambalo linivutia sana, kwamba hata ya mtoto hawezi akanywa, na ndilo jambo ambalo nimefanya tuandamane pamoja naye katika safari hii ambayo tumeenda. Sasa hii tumeshatalii maeneo ya Uhuru Park, na sasa tuko katika maeneo ya Safari Walk. Bwana Rua, labda tujulishe majina yako kamili, jinsi wanavyokuita. Mimi naitwa Jackson Maina Kimani, ama kwa jina lingine Rua. Yes. Unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya bao. Asante sana. Carpentry. Umewahi kunywa pombe? Pombe nilikuwa ninakunywa kitambo cha miaka ya 2017. Ndio nilikunywa mara yangu ya mwisho. Nikaacha. Sasa sikujuagi. Tangu wakati huo sijawahi hoja pombe. Kwa hivyo 2017 hadi sasa, hiyo ni miaka kama miaka 8. 2007. Hiyo ni miaka 10 na kitu. Tangu uache. Na wakati ulikunywa pombe miaka ngapi? Nilikuwa nimekunywa miaka kama 20. Miaka 20. Na wakati uliacha, ni jambo gani lilifanya uache, usikie kwamba utaacha kunywa pombe? Ilikuwa karibu kuniua. 2017 ni miaka 8. 2007. Yes. Nilikuwa tunakunywa na marafiki 18 years. Lakini sijui ni sumu waliniwekea. Alafu nikalewa, nikanipatia usingizi, ambapo nililala masaa 27. Hiyo ni kama siku moja mzima, usiku na mchana masaa ingine 3. Na wakati nilijisikia nikiwa hosi. Wow. Glucose. Na tangu wakati huo ukaamua sijawahi weka pombe kwa mdomo yangu. Na niliacha kabisa. Wow. Hilo ni jambo zuri. Na sigara? Sigara niliacha tu majuzi. Hiyo ndio niliacha 2017. Hiyo kwa hivyo ni miaka 8, miaka 18 bila kukunywa pombe, miaka 8 bila kuvuta sigara. Na ulienda rehab yoyote? Ni uamuzi ulifanya? Na nikasaidiwa na Mungu, nikaacha kabisa. Na asante, nashukuru. Nilikupigia simu nikakwambia njoo uandamane pamoja nasi tukienda kutembea, na nafurahi kwamba ulikubali mwaliko wangu. Na hadi sasa umesikia namna gani sababu ya hiyo safari? Sana, nimeona vitu vingi ambavyo sijawahi. Asante sana. Asante sana. Pia tumeandamana na rafiki yangu Bwana Paul Njuguna, na nimefurahia sana. Umewahi kunywa? Sijawahi kunywa. Na wow, hilo ni jambo zuri. Hata sigara sijawahi vuta. Nimeelewa hivyo. Kazi ya fitting, carpentry. Yes. Alafu mimi ndio driver wetu. Ndio driver wetu. Kutoka asubuhi mpaka kutoka 6 mpaka saa 3 naenda kazini, naamka saa 11 ya jioni, naendelea mpaka saa 2 nafunga kazi. Hiyo inanitosha na familia yangu. Kuna mwanaume labda ataangalia hii video, unaweza mwambia kwamba mtu anaweza kaa bila kukunywa? Anaweza kaa bila kukunywa. Na inawezekana. Inawezekana kabisa. Na najua ni mambo unajitolea tu kwa roho yako kabisa. Yes. Asante sana. Hii safari ya leo labda kuna mnyama umeona namna gani kuandamana pamoja nasi? Nimeona wanyama wengi. Na nimefurahia kushikana na nyinyi. Nimefurahia kunileta huku. Asante. Tutaandamana. Hii ni season 1, hata season 2 tutaandamana pamoja. Date tokekalia. Miezi mingapi sasa bila kukunywa pombe? Miezi 3. Na unasikia namna gani? Nasikia bado ukiwa fit. Unasikia ukiwa fit. Na hii safari tumeitengeneza ndio kukuambia uendelee kabisa bila kukunywa. Unaona kama unasikia hamu ya kurudi huko kwa pombe kweli?
Sina hamu. Sina hamu. Hauna hamu. Umekunywa pombe miaka ngapi? 20 something years. Na ndio tunakutia moyo kwamba vile umefanya uamuzi wa kuacha, na tunakuambia uendelee. Na hii tu ni safari ya kuambia kwamba utaenda mbali. Umeona mambo gani? Labda unaweza tutajia yale ambayo umeona siku ya leo. Nimeona wanyama. Yes. Yes. Asante sana. Labda tujulishe majina yako, unaitwa nani? Okay, kwa majina ni Halima Kasim, ni mshirika wa Pastor Martin, na pia mimi ni mpisho wa walevi, na tunaombea waendelee kuacha. Wengine wenye tumetembea nao ni wale wenye wameacha pombe. Okay, leo tumeanza na Uhuru Park, tumeenjoy kwa boat, tukatembea site kwa safari walk, na bado tunaendelea, tumeona wanyama, na bado tunaendelea kuona wanyama, na tumefurahia sana siku ya leo. Asante. Na asante sana Halima. Halima alikuwa Muislamu. Mimi ndo nimeombea wokovu na akawa Mkristo. Asante sana kwa kazi ambayo unafanya na Mungu anaiona. Barikiwa sana. Labda unaweza tuambie jina yako, unaitwa nani? Naitwa Steven Ngowe Wangoi. Na saa hii tumesikia ama tunajua kwamba hukunywi. Una miezi mingapi tangu uache uraibu wa kunywa pombe? Miezi 9. Miezi 9? Bila kunywa. Kwa hivyo kwa yule ambaye ataangalia, mwambie kwa labda unaweza mwambia namna gani, na bado ako kwa pombe anasema haiwezekani. Inawezekana, si rehab, huwezi penda kwa rehab. Rehab hata isaidie. Ni wewe binafsi kujiamini. Ukijiamini unaweza kitoa hapo. Asante sana. Na sasa ulikuwa umekunywa miaka ngapi? Miaka 10 na. Miaka 10 na kitu. Na sasa una miezi 9. Na ndio unapendeza hivi, na tunafurahia kwamba umeandamana pamoja nasi. Asante. Na utaenda mbali. Asante. Karibu sana. Asante. Labda unaweza tuambia majina yako kamili, wanakuita nani? Thomas Moshina Budhia. Nampenda Mungu. Amen. Miezi mingapi sasa bila kukunywa pombe? Miezi 2. Nashukuru Mungu. Yes. Tulikuwa tunakosana sana kwa nyumba, na sasa tulikosana. Na kazi ilikuwa inaathiri namna gani kazi yako? Kazi ilikuwa ina kidogo juu wenye wananipanga kazi wananiambia niache pombe. Kama alafu akaniambia nikiendelea tutasikizana na sasa tena. Na safari ya leo ni ya wale ambao wameacha na wale ambao wameamua hawatakunywa. Unaipokea namna gani safari ya leo, tukitembea katika mbuga za wanyama na Uhuru Park na kwingineko? Umeona namna gani? Nimeona vitu mingi, hata kitu sijaiona kwa maisha yangu yote. Kama mnyama gani? Kama simba. Yani life, kuiona life. Kuona life. Yes. Shikilia hapo, endelea. Labda tutapanga safari nyingine ya wale ambao wameenda mwaka mmoja na zaidi, lakini mwezi wa 3 hapo tutapanga safari nyingine ya kutalii maeneo mengine, na ushikilie papo hapo. Asante. Tumesikia maneno yao, wengi ambao wamekunywa na walikuwa wamezama katika uraibu wa pombe kwa miezi mingi ama miaka mingi. Wengine walikunywa miaka zaidi ya 20, wengine miaka 10 na kitu, lakini sasa wanafurahia. Mmoja Bwana Rua Kimani miaka 18 bila pombe. Mwingine ambaye ni driver wetu Bwana Paul Njuguna hajawahi kuwa katika pombe tena. Hata nami pia sijai jiingiza katika uraibu wa pombe. Lakini tunafurahia kwamba lipo tumaini. Kunao walikunywa miaka zaidi ya 20 na kunao walikunywa zaidi ya miaka 10 na kitu. Lakini sasa wanashangilia miaka 18, mwingine miezi 9, mwingine na miezi 2, na mwingine miezi 3 bila kunywa. Na yule ambaye amekuwa akituonyesha wanyama ni dada yetu anaitwa Rose. Labda anaweza jitambulisha, na tumefurahia kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Tuambie unaitwa nani? Naitwa Rose Kerigo Wambui. Yes. Nimefurahia siku ya leo. Yes. Kuwa na watu wangu kutoka FTC. Yes. I have been their tour guide. Yes. I'm happy because it's a way of showing love to my cause. Yes. And I'm happy na nimefurahia sana. Asante. Na shuleni uko mwaka wangapi katika kosi yako? Mwaka wa 2, narudi wa 3 nimalizie. Kwa hivyo ni taaluma ambayo inaenda miaka 3. Na unasikia namna gani? Nimefurahia
nimefurahia sana. Shule nimeishi kusoma theory but here niko kusoma practicals. Kuona wanyama, kuwapea nyama pia kuwa feed. Na nimefurahia and I'm dreaming big. Nataka kuhost wa tourist wazungu. Yes. Masai Mara and all that and pia I'll take you there. Amen. Soon. Asante. Yeah. Asante. Ni kijana mshirika kwetu kanisani na ni mtu ambaye ana maono makubwa. Najivunia maisha yake na pia dadake mshirika kwetu kanisani na mamake ni mshirika kwetu kanisani. Tunafurahia kuona vijana wakienda mbali. Na najua si wazungu tu wataonyesha maeneo hapa Kenya, lakini ni mmoja wale ambao ombi langu kwamba watakanyaga hata mataifa ya nje. Asante sana. Ndio maana ya matembezi. Drone hana ni hea dinuku to niraroaga iratinio. Imekuwa ikifight sana. Na kwani rhino imekatwa pembe zake? Hiyo ili fight. Unajua wanyama wengi huku wametranslocatiwa. So akitranslocketiwa si atadungwa sindano. Akileta huku akitisikia kaanza fight. Jo mashini ile irama kuani kubwa. So time ana fight ikakatika. Ina fight na nini? Inaleta tu mahasira mingi. Kupiganisha mahali, si kwamba tu wanapigana mnyama mwingine. Inapiganisha mahali hivyo. Imepata new place na imefungiwa. Kwa hiyo machine ndio iletwe huko. So in that process ikavunjika hiyo kitu. Na kwamba inavunjika si inamaanisha ni vita vikali ama ni mambo ilikuwa inajikonkesha. Sasa nikuulize. Kwa Kenya hii inakuwa pande gani? Kwa Kenya sana sana hakuna kilembo, maybe most unaweza zipata bull forest. Forest hapana, ni ngumu. Ni a species of an antelope by the name. Sababu ile naonaga ile unaona ile inapata Naivasha. Hizi zenye zinakuwa migration. Kuna pale hali. Inaitwa wildebeest zinakuja Masai Mara. Masai Mara. Hiyo wildebeest. Nilisikia inabeba wanyama 4. Angalia hapa uone lines hizi hazijafika hapa. Kwa hivyo zimeenda kabisa. Hawa pundamilia ni tofauti. Tofauti. Na toto sijui mbona asimuone. Bado kuna toto hizo wako wanakaa huko ndani? Kuna tutaona wewe hiyo side nyingine. Impala. Ini gafi. Kita gitu. Ana place moja. Kiroko. Pia tulipata fursa ya kujiangalilia rhino, pundamilia na wanyama kama hao ambao hatujawaona kimbele. Ni safari tu ya kuonyesha umbali ambao wataenda waliokubali kujitoa katika uraibu wa pombe na mambo mengine kama yale. Hapa na kwenye makazi ya chui, mahali ambapo wanaishi na kukaa. Acha tuangalie kama tutaweza kuwa na chui mle ndani. Ukipata nafasi ya kumuona nitakuonyesha makala ya safari zao. Endelea kutufuata, tutembee pamoja katika Nairobi Safari Walk. Ndipo alipo chui amejificha na majani. Safari zao, natembea tu na wao, rafiki zangu, tukiangalia wanyama.
River Mokoyet. Niguo maandikite harĩa River Mokoyet. Ni mto Mokoyet katika Nairobi Safari Walk. Bado tunazidi kutembea kama ishara tu ya umbali ambao tutaenda. Safari hii haijatengenezwa tu kuburudika ama kujifurahisha, lakini ni ishara na kuambia wenzangu kwamba wataenda mbali sababu ya maamuzi mazuri walioyafanya. Wow. Niguthaka. Good. Shiningi vya watoto shiguru. Siko tu. Saka tungeingia park tungeingilia wapi? Na kule kuraihu. Huko mwigerera rĩ. Huko park. Huko mbele kuna gate ya National Park. Park muri haragiri. Na gari matandatu. Ndio mugathi kilometers and kilometers. Ndio ndio magari. Ndio nyambo murafi sana nacio. Park kuna lion. Ni kama wanyama gani hatari? Lion hivyo tu, lion leopard wenye sasa wanakaribia gari. Nyoka. Sasa kama najua kudrive. Najua ningeosha nataka pale. Sio gari kama nyingine na hivyo. Tokea gate nyingine hizo gari. Sio tungeitisha dhao kila mtu. Hapana. Wafanyikazi huko ama atakiziko ndio wanapanga hivyo. Jamaa yeye anataka unasema. Baka doki mwe jomu wewe. Kuli jamu bibi ukazali. Ngani mko kwa hapo. No vile tu nenda iguo ikitagarara. Hiyo toyote kuikia kogoro. Inaweza rusha mguu. Oh, haichukwangi mguu juu. Unaonanga zina mvingi hivi. Zirafa hivi. Labda sawa wakati nataka kupiga mtu teke. Nikodo saka huko. Nikodo. Bado wanatembea kwenda kujiangalilia wanyama. Wengi ni mandugu waliokata kauli ya kutojihusisha na pombe, na hii tu ni ishara ya kuwasukuma kwamba wasirudi tena kwenye vileo ambavyo vimefunga wengi katika maeneo ya Kiambu, maeneo ya Ruiru na maeneo ya Kiungu. Ni cages, they are cages. Shikiro eka. Inashinda kutembea. Mzee.
fursa nzuri ya kumwona chui. Tembea tu mwenye kasi mingi, mwenye kasi. Ni yako ma. Ile nao ni nyaga. Ostrich. Programu ya video. Ndio ya video. Nikaita inabisha. Ndio ikio irabisha haha ndikio ya wega. Ndio video kumore hata ya dakika 32. Hello? Poa sana. Niko na hii. Gani hiyo? Mwahorera. Nice. Kuna ndege. Baadaye tukapata chakula Wakarusi fish joint. Ndugu yangu Steve pale, ndugu yangu Tom Mushina. Our tour guide Rose and you up Halima Kasim na wazee rafiki zangu, asante sana. Yangu Noyon nikafagia pia Wakarusi.